nikaingia mjini, lakini mjini sasa sikuwa mtaani Msoma, nilikuja Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam, ndugu wa mama nao ambao ni wajomba, nikasema watanipokea, wakanibambika kesi ya kubaka. Ya, wakanitengenezea tukio ya kesi ya kubaka. Sasa hapo kwenye kesi ya kubaka, ule uchungu na vilio, wale askari kabidi wanioje wewe ni nani, ndio nikaeleza ile scenario yote ya tukio kuanzia nakuwa mpaka kufikia pale nilipofikia. Kwa hiyo walivyowabana wale wakasema sisi hatujafanya hivyo, wakanikataa. Kwa sasa wale askari wakafanya namna kunisaidia ni wapi naweza nikapata sehemu ya kuishi. Kwa hiyo aliyenipokea alikuwa ni mama ambaye alikuwa ni kahaba anajiuza, mtu mzima. Mimi na miaka kama 17, maana ilikuwa mwaka 1997. Yeye alikuwa na kama miaka tunaweza kusema miaka 48, kwa sababu tayari alikuwa na vijana wawili wakubwa wako chuo ambao walikuwa wakija pale kwake nyumbani, mimi ni kama mdogo wao. Na alikuwa na binti mdogo. Kwa yule mama ndo aliyenipokea, nikawa naishi kwake na mwisho wa siku akanifanya kuwa mume wake. Kwa yule mama ndio. Mume wake ukiwa na miaka mingapi? 17. Yaani alipokupokea tu alinipokea mwanzo nikaa naishi kama mtoto lakini baada ya hapo akanitoa kutoka napoishi sasa chumbani kwangu akanipeleka chumbani kwake, na akaanza kunieleza namna ambavyo wao wanafanya biashara na namna ambavyo yeye pia anahitaji kuwa na mtu ambaye hana shida, yani hana matatizo. Inaweza ikawa ni ngumu kuelewa lakini wao yani kuna vitu viwili tofauti. Yani wanapokuwa kwenye issue zao zile za ukahaba, ile ni business, not love. Hakuna mapenzi, hakuna nini. Kwa hiyo chochote kinachofanyika kule hakimtoshelezi hisia zake. Na mimi alinieleza kwamba alikuwa anatamani sana kunipata mtu kama mimi ambaye anaamini kabisa niko clear, sina shida. Na alitumia ile nafasi ya kwamba unajua mimi ni kama mtoto wa mitaani, maanake sina mbele sina nyuma. Kila kitu namtegemea yeye. Kipindi hicho alikuwa anaitwaga mashuga mami. Kwa alikuwa akinipa kila kitu. Kwa namna gani ambavyo ningeweza kumkwepa ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo ikabidi ni ingie naye kwenye nani. Yes. Okay. Kwa mahusiano. So hapo ulikuwa na miaka 17 tayari. Natamani sasa kujua ilikuwaje, kwa sababu ulikuwa unaishi naye, kwa hiyo ni kama ulikuwa tayari umekuwa mume wa mtu kwa yule mama. Ndani lakini nje watu walikuwa na nje watu wanaona ni mtoto wa nyumba ile. Okay. Ilikuwaje sasa mpaka ikafikia mahali pa wewe kupata hivyo? Ni yule mama au ilikuwaje? Nini kilitokea? Yule mama nilitoka kwake. Baada ya kutoka kwake kuna issue fulani ambazo tulishindwa kuelewana. Kwa nikakimbilia Keko. Kwa haikupita muda sana nikawa naumwa. Unaona? Sasa ile hali ya kuumwa kuna time ilifika ikaenda, sikujua kama mimi na HIV. Lakini nilikaa nikawaza kwa sababu sikuwa na mtu wa kunisaidia. Alafu pale nilipokuepo Dago au maskani, kwa sababu nilikuwa naishi maskani moja kwa nilikaa kama maskani crazy. Watu kama kina Hamisi Mwana Malonji wanapajua. Sasa ni watu ambao tumekaa nao sana Keko as brothers. Wanapajua maskani crazy. Nilikuwa niko pale. Kwa kuna wakati nilikuwa naugua mpaka nachoka kabisa, rudi kwenu bwana. Wanakuja pale washikaji nilipolala, wanamwaga maji. Leo wewe mjinga ulali hapa. Kwa niko na sana fanyaje? Nalala kwenye mitalo. Hebu ngoja nirudi kwa yule mama. Kwa nilivyorudi ndo nikaenda nikaambia mama amefariki. Manema ameshafariki ni kama wiki moja iliyopita. Amefia wapi? Kwao Bukoba. Tulimrudisha Bukoba. Aliumwa akarudishwa kwa Bukoba, na yani hivi tunavyozungumza ni kama wiki amefariki. Amefariki na nini kimemuua? Sasa wao kwa sababu walikuwa hawajui kama mimi yule nilikuwa na nani naye. Nilikuwa mna michezo. Malazi ya kisasa. Ukimwi umemuua. Na hapo ulirudi baada ya muda gani kuwa mtaani? Pale nimetoka 97. Maanake nimekuja kurudi pale ilikuwa inaenda 98 kwenda 99. Almost kama mwaka hivi mzima. Okay. Kaswali kangu tu. Yule mama alikuwa na watoto wawili wa kiume. Wa kiume wawili, wa kike mmoja. Wale watoto wa kiume hawakukuleteaga noma that time kipindi wewe una date na mama? Hawakuwa wakijua. It was secret issue. Yes, kwa sababu yule wa kike kalikuwa ni kadogo sana hivi baby class. Lakini wale wawili walikuwa ni wakubwa sana. Nilimuuliza why umri wa kutoka hawa mpaka huyo, akasema baba wao alifariki muda mrefu sana, alikuwa ni dereva wa magari. Unaona, alifariki
muda sana. Kwa hiyo imenichukua muda sana hadi kuja kumpata huyu mdogo. Haikuwa ni yangu, lakini ndio hivyo ilitokea. Okay. Kwa hiyo ukagundua walipokuambia kwamba amefariki kwa maradhi ya kisasa. Hebu tuendelee kutoka hapo. Kwa hiyo ukimwi ni pale uliutoa? Niliutoa pale, yes. Okay. Kwa hiyo nikarudi wakanieleza hivyo. Japo kwa wakati huo kuna binti ambaye nilikuwa na date naye. Yule binti yeye tulipendana sana. Kwa hiyo nisamee mke wangu. Naona kanikata jicho. Utanisamee. Yes. Unaona? Hivyo yani, lakini so naye kumbe alikuwa ameshazaliwa na virusi vya ukimwi. Mimi sikuwa najua. Okay. Unaona? Lakini kabisa niliupata kwa yule mama. Kwa mwaka 1999 baada ya kuugua sana. Nilisumbuliwa sana. Shingo yangu ukiangalia kuna maalama ya kutosha. Na asilimia kubwa nilikuwa nahisi labda inawezekana ni TB ya tezi, na wengine wakanasema ni saratani. Kwa nilihangaika Temeke hospitali, Muhimbili, Amana. Muhimbili ndo kanidirect niende Ocean Road. Kabla ya kwenda Ocean Road nikaenda IDC. Nilipoenda IDC sasa ndo nilikutana, wanasema unakutana na mtu kama malaika kwenye maisha yako. Mwambia dogo, unaona wale pale? Unaona wale waliokaa pale? Wale wanaishi na virusi vya ukimwi. Ndio, wale wanaishi na virusi vya ukimwi. Sasa inakuwaje? Kuona mimi na ukimwi? Hapana, huna ukimwi. Lakini ninachokushauri kitu kimoja. Nenda pale kapime. Ukikutwa una HIV, mimi nitakusaidia. Na ukikutwa hauna pia nitakusaidia. IDC ni watu wazuri sana, kina Dr. Isaac Maro alikuwepo pale. Wametulea pale kama watoto. Nyewe mnafahamu hapa Clouds kwa kuna Jackie wa Njia Panda, rest in peace, alishafariki, katokea pale. So walinisaidia.